Mume wangu, mbona leo uko hivyo? Una shida gani? Nimefukuzwa kazi. Na nimefukuzwa kazi kisa matofali yamepotea pale kazini. Na inavyosemekana kwamba mimi nilifanya mchakato wa kuiba ile matofali, nimeuza. Kwa utajiri kaja pale anasema kwamba mimi moja kwa moja ndio nimeuza matofali. Nimekataa katu kwa sababu najua kabisa mke wangu mimi sijawahi kufanya ushenzi wa design hiyo. Mke wangu mimi sio mwizi, nimeapa kabisa, lakini tajiri hajanielewa. Nikasema basi sawa, naombeni mnikate basi mshahara ambao nilitakiwa nilipwe, na leo ndio tutakiwa tupatiwe pesa zetu. Basi yale matofali yaliyoibiwa wanikate, wamekisema hela wananikata na kazi ninafukuzwa. Yaani wanasema kwamba yoyote yule atakayefanya wizi kazini apate mshahara na kazi pia naacha. Sielewi. Nimejaribu sana kuomba kila mtu ambaye ninayemwamini na ambaye nilikuwa najua kabisa huwa anaweza kanitetea. Nimeongea naye, lakini kila mmoja anategemea ugali wake, kila mmoja anapambania ugali wake. Kwa kifupi, Haya yote niliyajua. Ndio maana nilikuwa ninakwambia wewe kila siku, niliyafahamu. Unazidi kuleta mikosi humu ndani baba D. Kuna huyo ndugu yako anakula kama fuko. Achana tu na huyo ndugu yako. Kuna mwingine huyo Tunu. Ukimtuma kulala, yeye ndo anakula hatari. Aya, umefukuzwa kazi, tutakula wapi? Eti baba D, tutakula wapi? Yeye ndo ameleta mikosi yote hii. Kwa sababu kwanza tuishi humu ndani, hatujagi kupataga hiyo mikosi kama ulioileta hapa leo ya kufukuzwa kazi. Kama una hela baba, mimi niambie mapema. Ugali hamna, nijibebe virago vyangu niondoke zangu kwetu. Sijaua mimi. Sasa hivi una hela, chakula hamna, ugali pia hamna. Mshirika, huu mguu unaona hapa, nimetoka kwa Mama D kumfikishia ujumbe ule ndio bwana mkuu nimfikishia. Lakini nilivyoingia pale, kama kawana kuna kaugumu fulani nimekaona. Ugumu gani huo? Mwanzo wakati tunaenda pale kulikuwa pa kawaida, lakini nilivyoenda hii mara ya pili, ile zindiko la ile nyumba limeongezeka jingi sana. Na ninavyoona yule anataka kutukimbia. Ndio maana siku hizi anatugeuka Maana tukimwita kwenye vikao hauzuri hata kidogo. Tukimwambia njoo huku haji. Hapa inabidi tuende tumfuate mkuu, tumwambie, tumueleze yote. Haiwezekani. Anatugeuka. Hivi anatugeuka. Wewe umetoa. Imefika zamu yangu mimi nimetoa. Mama Eliki naye katoa. Mama Shani naye katoa. Yeye tu hataki kutoa. Hapo anatugeuka. Hatuwezekani. Umesikia? Tumtafute mkuu popote alipo. Tumwambie. Haiwezekani hata kidogo. Na siku ya leo asipohudhuria kwenye kikao, tunamvua kabisa. Tutajua jinsi gani ya kumfanya yule. Tutajua sisi na mkuu tutamwambia. Sawa. Ila tumwangalie sana yule. Unajua hii zamuni ya kwake. Au anataka kutoa yule. Mshirika. Basi sawa, tukutane baadaye kwenye kikao. Sawa mshirika mwenzangu.
shoga yangu. Unaweza kwa kakangu hata simuelewi yani. Kila akija ana mpango mpya. Kila akija ana mpango mpya. Yaani hata sielewi kama tena mpango wa kutoka kwenye nyumba. Shoga yangu, usiniambie ngoma ngumu. Kwa ndo kakako kakaza kabisa, hataki usikie swala la kutoka umunzani. Yaani amekaza, wajua amekaza. Sasa sikia shoga yangu. Hapo unabidi ufanye kitu. Yaani usilegelegee shoga yangu, kaza buti, pambana. Ukiweka hiyo sura yako ya huruma shoga yangu umeisha. Ushaona mtu upo serious. Usiwe mjinga shoga yangu, fanya kitu. Kosa nimfanyeje? Mpige chini. Kwamba ni muue. Sasa hapo usichoelewa kitu gani shoga yangu Wewe nawe kama mtoto mdogo kila kitu uelekezwe. Fanya kitu ndugu yangu. Nzuri. Shoga yangu mimi naondoka. Haya sawa, tutawasiliana basi. Hivi kila kitu nilichokiona ni ndoto au uhalisia? Na kama ni uhalisia, yule ni mtu ni nani? Nilikuambia Tunu, wewe ni mimi na mimi ni wewe. Popote uendapo na mimi nipo. Najua kuna mengi sana unajiuliza kichwani mwako, ila unachotakiwa kutambua, wewe ni zawadi ya maisha. Bado maneno yako yananifunga kwa haya ninayoyawaza.